Naam, kutoka Nanyuki tuzamie mengineyo ambapo mwanahabari wetu Chris Kisiri alikuwa katikati ya jiji la Nairobi na sasa anatufahamisha yaliyojiri awali katika jiji la Nairobi. Hujambo, na kuja moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji la Nairobi, haswa kwenye barabara hii ya Kimathi, ambao ni barabara ambapo wakati kuna maandamano katika jiji la Nairobi, hapa ndipo maandamano hayo mara mingi huanzia. Na hivi leo tuko na Wakenya ambapo tunataka kuuliza swali, ambapo tutakumbuka ya kwamba kufikia sasa ni mwaka mmoja tangu yale maandamano ya wanarika wa Gen Z yalipoanza, ambapo vijana hawa walikuwa wanatetea haki tofauti, wakipinga msaada ule wa fedha. Na leo tuko na Wakenya, tunataka kuuliza, baada ya maandamano hayo yote ambayo tumekuwa tukiyashuhudia, je, kuna mabadiliko yoyote ambayo tumeweza kuyaona sisi wenyewe kama Wakenya? Wacha tusikie hisia za Wakenya katikati mwa jiji, tusikie hisia zao, wanasema namna gani, kama wameona hayo mabadiliko ama bado maandamano hayo hayajakuwa ya maana kwao. Labda jina lako unaitwa nani, na wewe kwa mwaka mmoja ambao tumekuwa tukishuhudia maandamano hayo, tukikumbuka ya kwamba yalianza mwaka jana, umeona mabadiliko yote, umeona umuhimu wote wa maandamano haya? Anza na jina. Kwa majina naitwa Paul Ndalila. Kusema kweli, tangu maandamano yaanze sijaona mabadiliko yote. Manake unaona vijana wanazidi kuuliwa, hakuna kitu kinachoendelea. Wengine wana bado majeraha yale ya risasi hawashughulikiwi, na hata yale mambo yenye vijana walikuwa wanataka yabadilishwe, hakuna kitu kinachoendelea. Sasa kwangu mimi kama Mkenya sioni mabadiliko yote. Kivyangu mimi ninapoona, wajua Kenya ina mambo mingi, lakini sasa sana mambo ya viongozi wetu pia ndio wanafanya mambo hayabadiliki. Manake viongozi hawasikizi wananchi. Kama wangekuwa nasikiza sauti ya mwananchi ama ya vijana, kungekuwa na mabadiliko. Lakini viongozi wetu hawasikii sauti ya mwananchi. Kutoka maandamano ianze, kwa pande yangu naona ni tunatumika na wanasiasa. Na baadhi ya wanasiasa wale ambayo walikuja awali kabla ya kukalia kwenye viti, walikuja wakisema ya kwamba watafanya hiki na kutusikiza bado, na tukawasikiza, tukawapa kazi. Baada ya pale tunaona kile kitu ambacho tunahitaji hakitimizwi. Na kwa mfano kama maandamano, kwa katiba inaruhusiwa, tukikuja kuandamania kitu tunataka hii ifanyike, lakini baadhi ya wanasiasa ndio wana insight wengine ni kama kututumia, kwa sababu sisi tunaandamana na kuna wale ambayo wanakuja pale kwenye maandamano kutufuruga. Ukipata na ile furugu inakuja, unapata kuna mtu wako nyuma yao. Kwa mfano vijana wanalipwa wakuje kufuruga wengine, vijana wanalipwa naye wakishafika wengine wanaingia, ambayo ni tunawaita goons, wale wanakuja kutapeli watu ama kuibia watu na wanafanya wizi wa kimabavu. Mimi ujumbe wangu kwa viongozi ni watuangalie ni nini tunataka na waweze kutimiza kile kitu ambacho sisi tunahitaji, na wasiwe wanatutumia, manake sasa hapa tunatumika. Sioni kama kuna haja ya maandamano. Chenye tunaweza fanya, tuongoje mpaka 2027, tuende pale kwa uchaguzi na to elect our good leaders. So I think from that point tutakuwa na good government and country itakuwa in peace. Personally, as a Gen Z, kutoka last year, sijaona mabadiliko yote. It's the same old stories. Tutafanya, tutatenga. Extrajudicial killings, they talked about it last year, they did nothing. Leo wameongea tena. Swali ni, when wataacha kuongea lini and they start acting? That's the question. Kinaona hivi sasa niko na hasira sana by the way. Kwa hasira sana, nimetoka shule, naenda kazi, nitafute kesho majaliwa. If they kill me, well and good. If I live to tell the story another day, well and good. Freedom is coming. Mimi ni Shushaina hapa Nation Center. Hii maandamano tangiaze last year hii yenye inaitwa Gen Z, hakuna mabadiliko imeleta na biashara imerudi chini sana. Wakitangaza maandamano, maduka zote zinaovia zinafunga, watu hawakuji town. Kama sisi watu wa kupolish viatu, watu wa ofisi hatupati customers. So tunaathirika sana kama sisi watu wa jua kali. Tangu hiyo maandamano yaanze, hakuna solution yenye imekuwa kama serikali na hii Gen Z.
wangekuwa wameshakaa chini wamesuluhisha hii maneno yote haingekuwa. Unaona? So hata serikali pia tuangalie sisi kama hoka, cause biashara iko chini by the way, na hawaleti solution ya hii agency wanataka nini ama wanataka wafanyiwe nini. Unaona? Cause hii generation haisikii na inataka ifanyiwe. So kama serikali pia ikae chini iwasikize. Tumeona tofauti fulani na tumeona hasara mingi sana. Hasara ya kwanza ni kwamba ukiangalia hiyo maandamano imeenda na watu wetu wengi sana, aswa agencies. Alafu pia ukiangalia nia ya hii maandamano ikianza hiyo wakati wa finance bill, ilikuwa hiyo finance bill ianguzwe, lakini utagundua kwamba hiyo finance bill wakati ilifika huko, hata kama tulisema tumeianguza, hata kuna vile waliipitiza indirect na bado ilibaki kutufinya tu, unaona? So utapata kwamba mimi kwa maoni yangu nikizungumza kabisa naona kwamba maandamano kwa njia moja haitusaidii, sababu inaleta hasara ile kubwa tu. Juu ukiangalia watu waingii kazini, na hata wakiingia wengine biashara zao zinaporwa, biashara zinapigwa. Sisi watu kama sisi unapata kwamba ukiingia hapo ya wateja wakobebo hiyo siku hawayuko, unaona? Alafu for example watu kama sisi ni watu wa kutegemea hand to mouth. So maandamano ikifanyika inakuja inaleta hasara, sababu hiyo siku wewe hutapata kitu ya kuingia naye kwa nyumba. Lakini naye ingekuwa ni maandamano ambayo inaleta matunda, serikali ingekuwa inasikiza hao watu wakati wa maandamano, wanajaribu kurudi kwa drawing board, wanaangalia wananchi wanaandamania nini. So nasema ni kwamba maandamano ni haki yetu kuandamana kama Wakenya, lakini kwa maandamano sidhani kama kuna vile sisi watu tunasikizwa. Inabaki tu kwamba tumekimbia, tumeandamana, lakini at the end of the day wataamua venye wanaamua, juu wao ndio wenye wako na hizo nguvu zote. So far maandamano hakuna kitu kinasaidia na nchi. Maandamano ni kuharibu nchi. Zile vitu tunashuhudia, hata zile vitu tunaonanga kwa hii town saa za maandamano ni hasara. Hiyo ya 2024 25 wanasema ati nini ilisimamishwa budget, lakini finance bill, but nobody knows what happened. Maandamano yalianza kwa kuwa kuna laws ambazo hazinufaishi kila mwananchi, na ni laws ambazo zinanufaisha watu binafsi, wanajitajirisha na mali yetu. So the fact that our taxes are being misused ndio manake tulitokea, na tunasema we need better. Na 1 year later is still the same, actually still poor. Na ikiendelea hivi unaweza imagine before 2027 watakuwa wamemaliza kila kitu. Now that venye Gachagua alisema walipata empty coffers, sasa hata coffers haitakuwa. Umesikia maoni ya Wakenya. Wengi wanasema ya kwamba maandamano haya tangu yaanze mwaka jana hawajaona mabadiliko makubwa. Lengo la maandamano haya kulikuwa na sheria ambazo wanahisi zilikuwa zinamkandamiza Mkenya wa kawaida, ambazo bado sheria hizo hazijarekebishwa. Kwa hivyo lengo lao na ombi lao kwa serikali, wanasema ni lazima serikali iwasikilize, ifanye yale ambayo wanayataka wao kama Wakenya. Lakini cha msingi sijui Zubeda ikiwa serikali yenyewe iko tayari kuwasikiliza. Kwako Zubeda, najua na wageni studioni nao watuambie maoni yao. Na bila shaka Gisiri, Zubeda alishatoka studioni, nafikiri ni kwa sababu ilikuwa ni awali na ni matukio ambayo yametokea mchana wa leo. Nikiendeleza mazungumzo studioni